ambacho hujakifahamu. Kanuni ile wewe umeisoma nusu labda. Lakini kanuni ile inaelekeza club zitakuwa na nafasi ya kupinga uamuzi wa muamuzi aliyeteuliwa siku 3 kabla ya mchezo. Kwa hiyo muamuzi kuna kabla, wakati na baada ya mchezo. Sisi hatukupinga muamuzi yule kuchezesha dabi. Tulihoji kuhusu vitu mbalimbali. Na hivyo vitu siwezi kuvisema hapa. Kwa sababu kanuni hiyo hiyo inavielekeza vilabu kama ina vitu vya kuhoji, malalamiko, maoni, ni kuwasilisha kwa maandishi kwa TFF. Na ndiyo taratibu ambayo club tuliifanya. Kwa tulichowaambia ni kwamba tumewasilisha barua yetu kwa TFF kuhusu muamuzi. Na ndiyo kanuni ilivyotuelekeza kufanya. Lakini tumezuiliwa kujadili hayo mambo kwenye vyombo vya habari. Na ndio maana hatukujadili na nyie nini tulikuwa tunawaza. Tukawaandikia moja kwa moja TFF. Kwa kilichoendelea hapo ni mawasiliano ya TFF na vilabu kama kanuni zinavyoelekeza. Na mambo yamekwenda vizuri alhamdulillah. Sio mimi kaka. Kila mtu mwenye akili timamu ameridhishwa na uamuzi wa siku ya jana. Kila mtu mwenye akili timamu ameridhishwa na uamuzi wa siku ya jana. Kama kuna mtu atakuwa na mashaka na yule muamuzi, basi mashaka ya kwanza yapo kwenye kichwa chake, sio yule muamuzi. Hatusemi kwamba Aba amefanya kwa 100%, lakini tumeona akifanya. Na sio kuna wakati fulani jana niliona wakati Pacome kapoa kadi ya njano, walianza kuandika mitandaoni kutuzodoa, lakini tulikuwa tunajua huyu mtu anasimamia kiwango kile ambacho tunaamini mechi itakuwa zichezeshwe. Kwa hiyo mtu ambaye atampinga ule muamuzi wa jana, shida ipo kwenye kichwa chake. Lakini amejitahidi sana kuchezesha mechi kwa spidi ya ile mechi, kasi ya ile mechi, uamuzi wa matukio, na tunaamini kwa 100% kubwa alifanikiwa. Tumpongeze kwa hilo. Mara ya mwisho kama mnakumbuka, mtendaji mkuu wa klabu yetu alikwenda TFF. Na alipotoka pale TFF alizungumza kwamba amewasilisha barua yetu pale TFF. Na sisi kama club tunaamini taasisi hizi zinawasiliana kwa njia ya barua. Mpaka sasa hivi mambo yanakwenda vizuri. Pakitokea shida yoyote tutawaambia, bwana tumeshindwa kwenda Zanzibar kwa sababu hii na hii na hii. Lakini mpaka mazungumzo yanakwenda, maana ya mazungumzo kwa taasisi kuwasiliana, yanakwenda vizuri. Kwa hiyo tunaamini mpaka kufikia hiyo siku ya mchezo 29 jambo hili litakuwa limemalizwa. Na umalizaji kwa upande wa Yanga ni rahisi tu, hela yake basi. Kwa tunaamini jambo hili litakuwa limemalizwa na mbungi itakuwa basi. Nimekwambia vizuri ndugu yangu, taasisi hizi zinawasiliana kwa barua. Na ndio standard ya taasisi kubwa kama hizi. Lazima mtumiane barua, mfanye hizo discussion na watu waweze kuelewa. Sasa hivi ndio taratibu hizo zinaendelea hapo katikati. Kwa hiyo siwezi mimi kuzisemea zimefikia hapa mpaka sijapewa afika tamati na nikaambiwa nikazisemea. Kwa hiyo timu inaendelea kama ilivyokuwa na 184. Timu ilikuwa inaendelea na maandalizi yake. Lakini taratibu nyingine zinashughulikiwa. Kwa hiyo na hilo pakitokea changamoto ya kukwamisha, tutakuja kuwaambia, wala hakuna shida. Tutakuja kueleza wanachama, mashabiki wetu watafahamu bwana kuna changamoto hii, tumeshindwa kucheza mechi ya Zanzibar. Lakini jambo likienda sawa, tutacheza hiyo mechi inshallah. Kwa taratibu zinaendelea. Kwa hatuwezi kukaa hapa tukazizungumzia taratibu ambazo tayari kiofisi zimeshaanza kufanyika. Karibu. Mara 10 mfululizo. Lakini wao bado wanatamba na rekodi ya Kibadeni kufunga hat-trick katika michezo ya dabi, lakini pia wanatamba na goli 6. Kwa maana hawajavunja rekodi ya hat-trick. Sisi bwana hatuna shida na hizo hat-trick hizo. Sisi tuna shida kama hivi. Wamekuja uwanjani, tumewaweka, tumekunywa supu. Basi. Yaani sisi hatuna shida si hat-trick. Wala kama hivi tu. Wamejichanganya, wamekuja, Pacome kawakimbiza, tumekunywa supu. Hivi mmeona asubuhi nimemgia Pacome milioni 2. Mmeona nyie? 2 millions. Huyu anaita ya kweli. Wewe unanichukuliaje mimi?
Njoo hapa. Hii hela niliyomgea Pacome asubuhi, njoo hapa. Wewe njoo usiuamini. Unaelewa? Au Kifaransa uelewi? Kweli eh? 2 million. Pacome bwana tuliwekeana ahadi mimi na yeye. Nafikiri ilikuwa ni Mbeya Mbeya Rwatani tuliwekeana ahadi mimi na yeye. Nikamwambia Pacome kwenye Kariakoo Derby. Sababu na mimi naye napenda purukushani. Walivyokuwa wanamjaza yule mtoto kule, nikasema hapana, sisi tuna mtu wetu hapa. Nikamwambia sikiliza ndugu yangu. Kwenye hii mechi una kazi hizi mbili za kufanya. Kwanza una kazi ya kuamua hatima ya MVP wa ligi msimu huu. Hii ipo ndani ya himaya yako. La pili, kuna kama kaubishani hivi. Eti wewe si una nani? Kwa nikamwambia Pacome, kwenye hii mechi ukiweka assist na kugea milioni 1. Ukifunga goli na kugea milioni 1. Kwa hiyo Pacome angefunga goli 3 jana na assist 2, maana yake ningempa leo milioni 5. Lakini ameishia kwenye assist 1 na goli 1. Maana yake amepata milioni yake 2. Sasa bahati mbaya asubuhi tu nimeamka baada ya kumtumia Pacome na kupost mimi naye, goalkeeper Djigui Diarra akaniambia, "We kijana, na mimi kibunda changu." Kaomba naye kibunda. Sawa kuwa alhamdulillah pesa ipo hapa, Diarra na yeye mtashuhudia mwamala wake. Tamtia na yeye mwamala. Diarra amekwenda mechi 3 za Kariakoo Derby na clean sheet. Alafu kuna watu wanafananisha kifo na usingizi. Mtu anashupaza shingo. Si ndio maana kama mmetuangalia msimu huu tumeacha majibu patikane kwenye pitch. Si unani kipa bora, tumeacha macho yaone. Tusibishane sana. Tumeacha macho, wewe macho yaone. Wewe ukibishana ukweli ni wewe na dhambi zako na Mungu wako. Ukiambiwa nani MVP wa ligi, tumeacha wenye macho waone. Unajua ligi maana ya MVP, kuna mtu mmoja wa Kolo alisema nini, mchezaji mwenye hela nyingi, nani yule? MVP ni most valuable player. Kwa tafsiri sahihi na rahisi, yani icon ya ligi yenu, yani mpira wenu icon, mnaweza kumchukua. Si mmesoma shule nyie? Ya Kijaga ile mitihani ya shule kushindana, tulikuwa tuendaji wote pale. Nakumbuka nyie? Mwalimu alikuwa anaingia darasani anachagua Ali Shabani kama njoo. Nyie wengine mjui ndio kufanya, kumbe naenda kushindania shule. Nyie pia mlikuwa mnaitwa? Au ndio nyie mlikuwa mnasubiri tu mahafali ya shule? Mashindano yale ya shule kushindana, tulikuwa hatuendi wote. Anachukuliwa mtu mmoja au wawili wanakwenda kuwakilisha shule. Kwa hiyo unaposikia MVP wa ligi, maana yake tunaweza kuiangalia ligi ya South Africa, tunaweza kuiangalia ligi ya Misri, ligi ya Morocco, na sisi Tanzania tukasema kiwango chetu cha mpira cha ubora ni hiki, kwa maana huu ndio MVP. Yaani watu wakaenda kigugo, who is the MVP of Tanzania Premier League, anatakiwa amuone Pacome, sio aone penalti mfululu, sio mtu aone mafriki kitu. No, mtu anatakiwa hata akiingia YouTube, bwana Pacome, akiandika Pacome Zouzoua, anaona kifua mbio, kachukuliwa mtu kapinduliwa, imewekwa hapa, imekevu kamba. Sio mtu anaangalia who is the MVP of Tanzania Premier League, cha kwanza analetewa pale free kick au penalty. Hiyo ni tofauti jamani ya MVP na MPG. MVP ni Pacome kwa maana ya most valuable player, alafu kuna MPG, most penalties goals. Wampe cheo chake huyo mtu, apewe tuzo yake. MPG wa ligi mapema kabla hajarudi kwa, wampe tuzo yake. Lakini ikija kwenye MVP, jamani, si mmeona? Nyie wenyewe mmeona. Aliposti juzi, miongoni mwa wachezaji ambao na waheshimu sana kwenye mpira wa Tanzania ni yule
fullback wa kushoto wa Simba. Nani yule? Mohamed Hussein. Tunamheshimu sana. Ni legend kwenye hii game. Kafanya mengi mazuri. Juzi aliposti kwamba ukiona ulinzi ni mkubwa ule usalama ule upande wa Pakoma ulinzi ulikuwa mkubwa. Walikuwa wanaenda watu 5 kule. Sababu walikuwa wanajua usalama 1v1 huku ni mdogo. Na walipomwachia yule mtu 1v1 tukapata picha za hivi zile. Kwa hiyo tumemaliza hili swala lako bwana. Sisi Yanga hatuna shida na hayo ma-hat-trick sio magoli mangapi, sisi tunaendelea kushona hivi mpaka zifike 10. Na kuhusu MVP sijui vitu vingine vyote vya awards. Tuliwaambia tunataka ukweli ukaamue kwenye pitch. Kwa hiyo sisi hatuingilii kamati ya tuzo, itajua cha kufanya. Ila tumeshauri ili watu wengine wasijisikie wanyonge, waongeze tuzo ya MPG, most penalties goals. Wampe kijana asitoke patupu. Swali lingine huko. Kwa huu mwezi ni machache haya ndugu yangu. Sababu na leo nazungumza usiku tukaenda kuchinja ngamia, tazungumza kesho asubuhi, tazungumza kwenye safari, na mengi sana ndugu yangu. Bado tukawaambia kwani kuna shida gani? Kuna wenzenu waliweka booking huku. Wallahi billahi. Wallahi wabillahi si watani. Wallahi wabillahi watallahi. Jana usiku tukawauliza. Wallahi tena. Wewe ulikuwepo jana? Jana usiku wametujibu hivyo. Kwani Yanga ndio mmechukua ubingwa? Maana tulikuwa tujawatafuta. Sisi tunasubiri mbungi malizike tuanze logistic. Tukamwambia kwani kuna nini? Kuna wenzenu hapo waliweka booking. Tukasema subhanallah. Kumbe ule ukimya ulikuwa ni kutafuta gari. Tunajua watu wapo kimya wanaandaa timu, kumbe watafuta gari la paredi. Tunakwenda Zanzibar kucheza mechi ya finali ya kombe la shirikisho la CRDB. Itakuwa ni siku ya Jumapili tarehe 29. La kwanza tunakwenda kupambana tuchukue na hilo kombe. Inshallah. Ili tuwe na makombe 5 jumla. Ngao, Muungano, Toyota, la 4 ili hapa na la 5 na hilo. Lakini mechi hiyo haiharibu chochote mpango wetu ya parade ya Jumatatu. Jumatatu pada majira Mwenyezi Mungu, na hii wana Yanga na waomba jamani. Jumatatu tutakuwa na parade la kihistoria. Siamini kama kuna mwana Yanga atabaki nyumbani Jumatatu asije kusherehekea mafanikio ya klabu yake msimu huu. Kwa tulioyapitia. Yaani kwa tulioyapitia wana Yanga alafu kwenye parade lipite wewe haupo. Siamini. Hiyo niliacha makusudi kwa sababu tumetaka kwa tukafanya ile jambo letu la ngapi? La Jumapili. Tukiweza kuyaunga yote namshukuru Mwenyezi Mungu. Tukilikosa bado Jumatatu tutauchafua huu mji. Na hiyo safari ya paredi bora niiseme kabisa. Paredi la miaka iliyopita tulikuwa na kituo kimoja tu cha kusimama. Kabla ya kufika makao makuu. Tulikuwa tunasimama Msimbazi hapa. Lakini msimu huu tuna vituo hivi vitatu vya kusimama kabla ya kufika hapa. Cha kwanza kipo Ilala Boma pale. Tutasimama pale. Kuna kituo pale. Cha pili kipo Karume. Kuna kituo tutasimama pale. Cha tatu Msimbazi. Alafu tunafika Jangwani. Kwa hiyo vituo vitatu hivi, mbona mnacheka? Mshavielewa? Kuna vituo vitatu tumeviongeza viwili. Tutasimama Ilala Boma kabla ya kuvuka pale kwenye mataa kuna kituo chetu pale. Tutasimama pale kwenye mwendokasi pale. Tutazungumza kidogo pale na watu wa pale. Baada ya hapo tutavuka Karume sokoni hapa. Tutazungumza na watu wa soko pale. Tutazungumza nao vizuri tu. Tutasalimiana nao na wataona mafanikio ya Yanga. Tukivuka pale Karume sokoni na wanetu wa soko kuzungumza nao. Tutakuja afu Msimbazi. Sasa Msimbazi miaka ya nyuma uwaga tuna kama stop ya dakika 5 hivi. Mwaka huu tofauti kidogo. Tutakuwa na stop ya masaa 3 pale. Kabisa. Kwa sababu tuna kazi ya kumtoa Chama apande juu pale au tubie taifa. Akifika Msimbazi. Yes. Chama anatakiwa asimame pale azungumze. Chama akimaliza tumuinue Israel Patrick Mwenda azungumze. Akitoka hapo Mkude naye juu azungumze. Kwa hiyo tuna masaa 3 pale. Kwa hiyo swali lako nimelijibu hapa kwa haila lakini mpango wake unakuja.
Lakini kwa intro tu kwamba msimu huu tutafanya paredi la kihistoria lenye vituo hivyo: Ilala Boma, Karume Sokoni na Msimbazi, afu tutakuja makao makuu. Kwanza twende taratibu. 50 hajakliki nini umesema? Kwamba 50 unajua maana yake ni nusu ya usajili tuliofanya. Wewe uliwasikia wakiwataja wachezaji? Au ulisikia tu 50? Ukusikia wakiwataja? Nani? Ndio 50. Yaani katika usajili ambao unafanya msimu huu, huo ndio 50. Hivi maoni yao maoni yako baba? Sawa. Yeye maoni yake maoni yako wewe ni yapi? Unadhani? Sawa. Kujibu swali lako la msingi ndugu yangu. Kujibu swali lako la msingi. Sisi taratibu jamani, taratibu kidogo tumalizia. Unapo tofauti ya Yanga na timu nyingine. Sisi Yanga hatujengi timu. Sisi Yanga tunaboresha timu. Ni tofauti hapo kujenga timu na kuboresha timu yako. Sisi Yanga tunaboresha timu yetu. Ndio maana ukiangalia Yanga season hii, maoni ambayo yanatolewa ni kwenye kuboresha baadhi ya idara. Kwa maana tukifanya hiki hapa tutakuwa bora zaidi. Lakini wengine ukisikia wanaanzia goalkeeper mpaka striker. Kipa hafai, beki hafai, beki hafai. Beki wazito. Kiungo mcheza rafu tu, hana analojua. Kiungo mzito. Huyu mbio nyingi, maarifa sifuri. Huyu kazi ya kupiga penalty tu, boli hamna. Huyu naye mbio, anataka mechi ndogo, mechi kubwa haonekani. Huyu striker wetu naye mzito, hawezi kupiga mashuti. Timu nzima imeonekana mbovu. Sio, umeelewa hapo? Ukijadili Yanga wazungumza improvement ya squad. Kwamba unaangalia goalkeeping department tuko vizuri, unaangalia hapa kuna sehemu fulani tuboreshe kidogo, huko unaboresha timu, haujengi timu. Kujenga timu ni kama hivi ambavyo sasa hivi ukienda kumuhoji shabiki wa Viola akuelezee timu yake, ataikosoa kuanzia golini mpaka kwa striker. Na nimetoa mfano hapa, atakwambia kipa anatuchomesha. Beki huyu naye kashazeeka. Huyu naye kazeeka vile vile. Wazito hawa. Mwezi Mzize. Maana yake watu watano wote wabovu. Huyu kiungo na rafu nyingi. Goli hamna. Huyu naye kiungo kashaye na umri ushaenda huyu. Huyu winge naye anakimbia sana, maarifa sifuri. Huyu naye kazi ya piga penalty tu. Huyu naye anataka mechi ndogo. Winga alishafika huko. Mechi kubwa haonekani. Huyu striker wetu naye mzito. Akamlinda Harmonize huko. Unaelewa? Kwa maana yake timu yao kwenye zile asilimia walizokuwa wanasema hawa sasa ni 100%. Hakuna walichofanikiwa msimu kwenye upande wa kujenga timu. Huu ndio ukweli ambao mimi nikiuzungumza wanasemaga na wafuatilia. Lakini ndio ukweli. Alafu sijui kwa nini, yani sijui Kasumba, hii sijui nani kaijenga ikasumba. Kwenye usajili timu ikiwa inatengenezwa mwenyekiti huwa haji mbele. Timu ikishafungwa mwenyekiti ndio aondoke. Walioleta watu wako wapi? Mbona kwenye mazao wa msimu watu wanapostigi picha na wachezaji wanavimba? Mbona mwishoni hapa haonekani hapa? Tafutia mzee wa watu za dhahama tu. Yaani kwenye usajili pale ambako ndo uongo mwingi uwaga unafanyika pale. Mwisho wa msimu watu wao huwaga waonekani, ambao ndio wanaoingizaga chaka. Huu sijui mshauri wa nani, huu sijui mshauri wa nini, huu sijui nini, uongo mtupu. Mwanzo wa msimu tulishaona hawa timu hamna. Ukifanya analysis ya squad na analysis ya Yanga, ndio maana nawaambia season hii pia sijui nini kitokea katikati hapa. Season hii pia mpinzani wa ubingwa wa Yanga alikuwa anatakiwa awe Azam Football Club. Sijui nini kitokea hapa katikati. Lakini kwenye football na maana yake mshindani halisi wa ubingwa wa Yanga msimu huu alitakiwa Azam Football Club. Na Singida. Nasema namba 2 atakuwa wa Azam. Sijui nini kitokea hapo katikati. Kwa sababu namba zinaeleza vizuri. Hawa wazee wetu hawa ni mpaka kesho wanalinda tamaduni za Kariakoo Derby.
Si ndio bwana? Lakini tungeachua vijana, si ishakufa hiyo. Si dabi na Azam. Kumpira dabi yetu Yanga na Azam. Ndio mechi ya Azam ikifika hapo watu vitu vinatuuma. Boy yani Azam wana watu kweli, Yanga wana watu kweli. Mbungi pale inapigika. Lakini kwa sababu klabu wazee wetu hapo miaka 90 klabu ianzishwa hii. Tunaenzi tuliowakuta. Wazee watuambia ni wapinzani wetu. Kisi hatuoni kama vijana kama wapinzani, naona. Hatuoni kama wale wapinzani wetu sisi. Ni timu tu fulani ambayo ilipoa jezi nyekundu na nyeupe, ishiriki ligi tuifunge basi. Mimi nikitazama hivi sionai kabisa. Yaani ukiondoa tu mashabiki, sionagi exactly tofauti ya Simba na Ken Gold. Sionagi mimi. Ukiondoa tu mashabiki na kelele, sionagi kimpira tofauti ya Ken Gold na Simba Sports. Sionagi mimi. Lakini mashabiki wako wengi na kuna machao wanapiga kelele, tunawaachia waendelee. Lakini kiukweli sisi tumefanikiwa sana season hii kwenye kuijenga na kuiboresha timu yetu. Tumesajili maeneo muhimu. Kwa mfano, aliumia Kwasi Atola yao, dirisha dogo tukamuongeza Israel Patrick Mwenda. Leo hii ni miongoni mwa sajili zilizofanya vizuri. Ndugu wangu wewe, ngoja nikupe shule sasa. Ndio ujue hii klabu kuna mahala imefika ndugu yangu. Vitu vingine hivi ona vinatokea kama bahati mbaya tu. Sisi we have review hapa ya squad yetu na contribution ya kila mchezaji. Unaelewa sijui? Tunayo hapa. Unakwambia upande wa right back. Tuna Israel Patrick Mwenda hapa. Ameingia dirisha dogo, amecheza mechi ngapi? 10 na plus Dodoma, na hii mechi 19. 17 ya kucheza Dodoma. 18 kacheza. Contribution yake before hizo mechi mbili ilikuwa ni 54%. Israel Patrick Mwenda kaingia dirisha dogo. Contribution ya timu kwenye upande wa mabeki wa kulia, mchango wake ni 54%. Hapo hujagusa left back, hujagusa central defenders, hujagusa nini. We have each and everything kwenye system yetu. Tunacho kila kitu ambacho kinakudirect kwamba hii hapa imemprove signing. Ndio maana ulivyoniambia nikataka uniambie watu nikulete kwenye shule sasa. Sababu ninayo. Unajua shida yenyewe mkinionaga mimi naongea huyu msemaji. Mimi sio msemaji tu. Mimi mpira naujua. Mpira mimi naujua. Yaani naujua kweli. Kuna wakati tafanya utani na nini basi. Lakini when it come to football, hawa wasemaji wenu wote hamna yanifikia, wote hao. Hata mmoja yanikaribia hamna, wote. Labda wanizidi kuvaa tai. Labda. Tuavae tai mbane kwenye shingo hapa labda. Maana sio mikato yangu. Lakini kwenye knowledge ya football, hao wote, hasa mimi naweza kutengeneza hiti cha msimu. Na sio kocha, sijaweka mchango kwenye timu yangu. Nimeweka mchango. Haya wewe msemaji ukaambiwa saa hizi, hebu mkatafute wewe tathmini ya timu yako unayo, unaweza kufanya. Unaweza kutengeneza analysis ya timu yako wewe, hata ukampa mwalimu tu, bwana mwalimu mimi na mawazo haya. Unapokuwa unafanya kazi kwenye klabu ya mpira pamoja na taaluma nyingine zote, mpira ndio biashara mama hapa. Na hii watu waelewe hii. Mpira ndio biashara mama kwenye klabu ya mpira. Ukishakuwa na kiongozi ambaye mpira upo kushoto, hiyo timu haiwezi kaenda. Sisi hapa wote wanafanya kazi Yanga wanajua football. Wote hapa. Kila mtu anajua football. Next season. Hii nimekupa mdogo wangu hapa tu haraka uelewe, ni shule tu ya kawaida na niko nayo kwenye simu yangu hapa. Ona vitu hivi. Mdogo wangu. Tuna performance hapa ya timu yetu kwa misimu mingapi? 4 mfululizo. Tuna performance ya timu yetu ilipotoka, tunaangalia graph yetu inakuwa au inashuka. Season hii tumefunga goli 80 ngapi? 83. Si ndio? Haijawahi kutokea. Toka taifa hili limepata haijawahi kutokea. Goli 83. Msimu huu tumefunga. Mwaka jana tulifunga goli ngapi? Goli 70 ngapi? 74. Mwaka jana. Tunaijali mpaka ya pasi zilizopigwa mwaka jana mwaka huu. Hizi hapa mdogo wangu. Nakupeleka mbali, nitakupasua tu ubongo. Vitu vingine hivi havikufai. Ndio nasemaje? Sisi cha kwanza tukishafanya analysis tunapokea ripoti ya mwalimu. Hatuongezi mtu kwa sababu tu mtu labda kafanya hivi. Ripoti ya mwalimu inatuongoza. Kwa nani anatakiwa aboreshwe wapi, aingie wapi
kwa ajili ya timu ifanye vizuri. Na hapo ndipo ambako tunakwenda kutafuta hao wachezaji. Kwa mfano sasa hivi tu ni kuibia, naona una haraka, ni kuibie tu. Watu ambao tunawasajili sasa hivi kuelekea msimu ujao kwa rehema ya Mwenyezi Mungu. Huyo mmoja ambaye tumemuongeza kwenye timu yetu kwa kipindi cha miaka 15 cha kuchezwa mpira wa ligi kuu Tanzania hakujatokea kiungo kama huyo. Kwa nguvu aondoke, tulimbakisha hapa. Uongo kweli? Tukamuongeza na mkataba hapa. Msimu huu Azizi tukaona mashindano makubwa yamekuja na player anahitaji opportunity ya kucheza mashindano. Klabu hii haiwezi kuwa gereza la kufungia wachezaji milele. Mnafanya discussion pande mbili, mnakubaliana for the interest ya mchezaji na klabu, mnafanya biashara. Sasa Diarra bado interest yetu kubakia kwetu ni kubwa. Yaani sisi tukitazama sokoni bado Yanga inamhitaji Diarra. Sasa kuliko nimuuze Diarra nikatumia hela kusajili pin nyingine, alafu nikaja kuchomesha, si bora niongeze hela kwa Diarra abaki. Ni simple mathematics. Kwa hiyo Diarra shehe wangu aliyekwambia na yeye kahadithiwa. Diarra kiukweli kabisa, niwaambie ukweli, anachukizwa mno na hizo comparison mnazozifanya. Hivi mmegundua msimu huu ziko mechi Diarra aliamua kuto kucheza, kutoa nafasi kwa wenzake kwenye bench. If issue ni clean sheet, ziko mechi Djigui Diarra aliamua tuko watatu wenzangu wacheze. Abu Twalib Msheri mkacheza mechi hizi 4 msimu huu. Zote kachukua clean sheet 4. Unaelewa vizuri? Mechi 4 kacheza plus ya mwisho ya Dodoma. 4 kachukua clean sheet Msheri. Imagine Diarra angekuwa mbinafsi. Ana clean sheet ngapi sasa? Plus hizo 4. Unaelewa sijui? Ndio maana yeye amefika katika stage ambayo anasema nimegundua kuna watu wengine ambao wanatakiwa wajifunze kwangu, wanaaminishwa hao ni washindani wangu. Na ndio maana wanaingia chaka. Juzi kule Tanzanite kwa lao uliona kilichotokea? Mtoto ambaye anatakiwa ajifunze kwa Diarra akataka kuwa Diarra. Akaitia mali kaisikilizia hiyo. Kuja kushtuka ipo kwenye kamba. Inamkwaza ile kitu. Ila kwa sababu unaona ameenda comment pale kwamba I am the best. Yeye ni bora. Yaani hahitaji hizo comparison zenu. Djigui anajua yeye ni bora. Na sasa hivi ameanza kushare ubora kwa wenzake. Yaani nilitegemea labda season ikiisha umoja wa magolikipa Tanzania umuite Diarra afanye kozi. Yaani umoja wa magolikipa uungane, umuite Djigui Diarra aanze kutoa seminar. Jamani, kurudishiwa mpira unatuliza hivi. 1v1 hivi. Kupiga ni hivi. Atoe seminar, sio kushindanishwa. Diarra shavuka hizo level, ni mwalimu wa hawa magolikipa. Level yake ni ya juu mno Djigui Diarra. Amekujibu hadi umeondoka Umelizika Sawa, umaliza. Swali karibu. Safi sana. Kauliza swali la Clement Mzize. Mzize, kwanza ni kweli tumepokea ofa nyingi sana zinazomhusu mchezaji Clement Mzize. Na kwa ahadi ambayo rais wa klabu yetu aliitoa kwa Clement tukiwa South Africa kwenye maandalizi ya msimu huu wa 24-25. Wakati Mzize ana extend mkataba wake, ahadi yake ilikuwa moja, kwamba I'm going to fight this season, lakini naomba fursa ikija na mimi nifikirie kufanyaje kuniuza. Kwa hiyo tumepokea ofa nyingi, na ofa zikishafika mezani kinachofuatia namba 2 ni mazungumzo ya club na mchezaji kwanza. Kwamba zimekuja ofa A, B, C, D. Tusikilize ofa hipi katika hizi 4. Mchezaji ndio anaamua, mimi nataka niende nikacheze timu fulani. Baada ya pale ndio mnafungua mazungumzo na hiyo timu kujibu ofa yao. Mkishafungua, mkishakubaliana, mnairuhusu hiyo timu izungumze na mchezaji kwenye personal agreement. Wakishakubaliana, deal inakuwa imekamilika. Kwa sasa hivi tupo kwenye stage ya kumwacha Mzize amalize msimu vizuri, alafu baada ya hapo tukae naye tudiscuss hizo ofa, na yeye sasa atatuambia
bana, kwa hizi ofa niende hapa, au kwa hizi ofa hizi bado mimi nasalia Yanga kwa mwaka mwingine. Hatamfunga. Atakachokiamua tutakifanya. Swali bado. Twende. Jamani, tumieni muda vizuri. Maswali ya leo haya naulizwa hapa na yajibu. Sitajibu tena.